Ebana, kama mnavyoona ndo tumefika mitaa ya Panama hapa maeneo ya Buemba, lakini tumekuja kwa tukio moja maalum sana la kumfanyia exclusive interview kwa ajili ya send off yake. Si mwingine huyu, namzungumzia Bimdada Media. Lakini nyuma ya kamera nitakuwa na watu kama wafuatao. Tutakuwa na Santana, lakini pia nitakuwa na Magesa. Host wako siku leo ni mimi Kuria OG au MC Kuria. Tutakuwa sambamba kwa sababu siku ya kesho bibi yetu harusi anakwenda kusendofiwa kwenda kwa mumewe. Lakini kabla ya kwenda mbali sana, ngoja tumpigie, tunataka tumfanyie fumanizi. Tumpigie kwanza tusikie yupo nyumbani. Je, na anapokuwa nyumbani huwa anavaaje? Tujue kwanza. Huyu hapa simu inaita. Hello. Habari? Salama. Salama. Unaongea na Kuria. Kuria? MC wako. Hivyo naitwa Kuria? Naitwa Kuria. Ndo majina yote yangu, Elia Kuria whatever. Hivyo tunaweza niita. Tumefika hapa Panama. Hii barabara ya udongo unaiona? Left road hiyo, unapandisha. Left road hapo gate tu mkonje kwenye Panama, unaandika Panama. Panama penyewe hapo. Rudi huku barabarani, utaona barabara ya udongo inapandisha kuja huku juu. Karibu na kanisa. Karibu na kanisa la Jeshi la Wokovu hapo, kanisa kubwa kubwa, utaona barabara inapandisha. Basi sawa, tunakuja bi harusi wetu mrembo. Haya, asante. Tunakuja. Bwana, huyu ndo bi harusi wetu wa siku ya kesho. Nadhani umemsikia. Sauti nzuri, ana very confidence. Mimi nadhani twende tutaangalia nini atatueleza. Asante. Karibia ndani Asante. Bwana, tumekaribishwa ndani. Kwa hiyo endelea kufuatilia White Media, kila kitu kiko sawa. Enjoy. Karibuni. Unajisikiaje kupata wageni? Najisikia vizuri. Mimi naitwa Media Richard Nyerere. Najisikia vizuri. Pia nawashukuru wazazi wangu kwa hiyo siku ya kesho, maana ni siku nzuri, watakuwa wananifanyia sherehe, kwa nawashukuru sana. Tulikutania kazini, wote tulikuwa tunafanya kazi sehemu moja. Wanaume ndio kuna wengine wanaanza, mwanamke anaweza kumwanza mwanaume, ila hata mwanaume anaweza kumwanza mwanamke. Ndivyo vyote tu. Naona kama sio nzuri, ndio mwanaume ndo akuanze. Basi utaumia, usiseme hivyo hivyo. Kwanza ni HB. Muonekano wake ni mzuri. Muonekano wake ni mzuri. Pia ni mtu ambaye ni mstaarabu kwa muonekano wake. Tatu, ni mcha Mungu. Kuanzia mwaka jana. Almost sasa hivi tuna miaka miwili. Najisikia vizuri. Najisikia vizuri. Kumbukia. Ni Mungu tu. Mwanaume mkaka yeye ndo alianza. Kwamba nataka niwe na wewe kwenye mahusiano, nataka uwe mchumba wangu. Tuishi wote pamoja. Zikaendelea hivyo zaidi na zaidi. Almost mwaka mzima kabisa. Mwaka mzima. Nikaona sasa maana tunamfikiria mtu, unamwangalia mwenendo wake nini na nini, mwaka mzima kuisha. Kwamba ni kweli nilivyomtazama ni mcha Mungu. Ni kweli ana mienendo mibaya ambayo haitanifurahisha mimi. Familia yake ipoje? Ukagundua yaliyomo yamo. Kwamba tabia yake inanifurahisha. Kwanza ana mapenzi ya dhati. Mapenzi ya dhati. Hiyo tabia ambayo unapenda. Ni mtu anayemkea mtu. Haijalishi. Baada ya hiyo miaka unaosemea, mimi najiona kama tutakuwa mbali zaidi. Kuliko tulikotoka sasa. Ndio. Unaelewa? Tutakuwa mbali sana. Mungu atusaidie tu jamani. Zawadi gani ambayo? Zawadi natajwa. Zawadi ni nyingi. Aniletea zawadi ya nguo. Na vinginevyo ili nifurahishe.
Yaani tabia ambayo mimi mume wangu anao hiyo ya kwanza ukarimu. Pia hiyo ya kukea. Anamkea mtu. Kwa hiyo mimi ningependa hata wanaume wengine pia wawe na tabia kama hizo. Kwa wenza wao. Mimi ujumbe kwa wenzangu ambao bado hawajafanikiwa kuingia kwenye ndoa. Wasikate tamaa pia, Mungu atawajalia. Kama unamwenza mchunguze, ona mienendo yake. Pia iko siku Mungu atawafungulia na wenyewe jambo lao watalikamilisha. Mimi mume wangu namwambia yani kitu ambacho nitamwambia kabla ya kuingia kwenye ndoa, tupendane tu. Hadi kifo kitutenganishe. Wewe ataenda kuitazama ujue. Sawa. Yaani tupendane, kifo tu ndo kitutenganishe. Na watu wasikie sana. Asiyasikie tu awe anampenda. Asisikie maneno ya watu. Maana hayo sio mazuri, yanavunja ndoa. Hivyo vipo mazingira, anaambia kuna watu utakutana nao. Vipo. Mimi nalichukulia ni nyie mlivyopangilia wewe na mwenzi wako. Kuna kwamba labda fulani aliishi hivi mimi sitoishi hivi. Ni nyie tu mlivyopangilia kwenye ndoa yenu. Kwamba ndoa yetu iwe hivi na hivi na hivi. Naomba Mungu anawasaidia pia mnaendelea. Kwanza namshukuru mama yangu. Mama yangu anaitwa, tumeshamzoea Mama Mode. Mama Mode. Namshukuru mama yangu. Pia amechangia mimi safari yangu hadi kufika hapo. Maana kula mweleza ushauri anakupa hivi na hivi kwa. Naye ni sehemu yangu ya shukrani. Pia shukrani zangu za dhati zimwendee kaka yangu anaitwa Marco Richard. Namshukuru sana, amekuwa mshauri wangu, amekuwa mlezi wangu. Kwa pia Mungu ambariki sana. Mwingine siwezi kumsahau, kuna kaka yangu mwingine pia anaitwa Lameki. Kaka Lameki pia Mungu ambariki, na yeye ni mshauri wangu pia. Ni kaka yangu mno, nampenda sana yeye pia, Mungu naye ambariki. Kwa wale watu waliotupa support pia tunawashukuru. Kuna majirani, kuna marafiki zangu, kuna wafanyakazi wenzangu. Tulifanya nao kazi Tarime Good Foundation. Pia wabarikiwe, wameonyesha mkono wao. Majirani wote, ndugu na majamaa na familia kwa ujumla. Mungu awabariki. Kwanza namshukuru Mungu. Kwa hiyo siku ya kesho atufikishe salama. Pia najua shughuli itaisha. Mungu atutie nguvu. Hiyo tu ndo nashukuru. Huyo ambaye ulikuwa unamsikiliza ni Bimdada Media, ambaye siku ya kesho wazazi wake wanakwenda kumwaga, anakwenda kuanza maisha mapya ya ndoa na mumewe mtarajiwa. Lakini pia usisahau siku ya kesho majira ya saa 1 kamili pale ukumbi wa Blue Sky, ukumbi mdogo, tunakwenda kufanya yetu. Lakini hosti wako wa siku ya kesho atakuwa ni mimi, hosti wako MC Kuya, OG the vocalist number Moko from Mara, Tanzania. Lakini pia utakuwa na GYT Media wakiwa wanafanya vizuri pande hizo hapo. Asanteni sana na chao.